ndugu zetu bodaboda wanapambana sana kutafuta riziki, lakini sasa mimi cha kuwaomba au cha kuwasihi tuwe tunafanya kazi kwa kipimo fulani, japokuwa kweli tunatafuta hela, tunadaiwa mahesabu na mabosi zetu, lakini tujitahidi kuwa makini sana usiku, kupakia watu ambao labda tunakutana nao ambao hawaeleweki. Pia tuwe na kiwango cha kufanya kazi, yani kwamba kuna mtu anafanya kazi mpaka saa 10 huko mpaka saa 9 huko. Tuwe na kiwango cha kufanya kazi jamani. Jamani, mimi sijui na moyo gani jamani. Sasa hivi ni saa 9 na dakika 9 ni usiku. Mimi ni bodaboda ambaye nafanyaga kazi usiku. Sasa kama dakika 40 nyuma zilizopita kuna mteja amerequest. Sasa yule mteja alivyo request, nimeangalia location yupo makaburi, yani yupo katikati ya makaburi, nikashtuka. Nikabidi nimpigie simu. Nikapiga simu kama la 2 ile mtu apokee. Kanitumia message, "Fuata ramani njoo." Nikampigia simu tena hajapokea. "Fuata ramani njoo." Nikashtuka. Lakini nilipoanza kwenda nikamwomba sana Mwenyezi Mungu. Nikasema, Mwenyezi Mungu, najikabidhi katika mikono yako. Kama ni mtu sahihi, naomba niendelee. Kama sio mtu sahihi, naomba nionyeshe ishara yoyote ili nisiende kama sio mtu sahihi. Lakini uzuri natembeaga na rozari kwenye pikipiki yangu hapa mbele. Nikatoa ile rozari nikajifunga kwenye mkono. Nikafuata ramani mpaka pale mwanzoni mwa makaburi. Nikamtumia message, nishafika. Akanambia nisubirie kama dakika 3 hapo nakuja. Sasa ile dakika 3 kuisha, lakini hapo niko namuomba sana Mwenyezi Mungu, nimeshika rozari yangu mkononi. Sasa ile dakika 3 ile zilizopita wakaja watu wawili wamejifunga vitambaa hivi usoni, wamebakiza tu macho. Sasa walipokuja walikuwa wamechafuka madamu, yani kwenye nguo, kwenye mikono, kwenye viatu, yani wamejaa tu madamu. Sasa yule jamaa alipotaka kupanda ile wa kwanza, nikamwambia, "Blaza vipi, mbona uko na madamu afu kizingazini nimevaa koti jeupe utanichafua?" Kanambia, "Oh, basi nigee kitambaa chako nijifutie damu." Nikampa kitambaa changu cha pikipiki ajifutie damu pale. Nikamwona nikitupe. Tukaanza safari. Tukatembea mbele kidogo tu kama dakika 3, yule mmoja ambaye alikuwa amekaa nyuma akapigiwa simu. Sasa alipopigiwa simu kapokea. Tajiri. Ndio tushamaliza hapa tunakuja. Lakini tumechemba tu makaburi 3, lakini kaburi lingine maiti ilikuwa imeharibika sana. Kwa hiyo tumechukua viungo vya maiti 2. Viungo vya maiti 2, nikashtuka. Sasa jamaa alipomaliza kuongea akana niuliza, "Hivi mdogo wangu wewe ni kabila gani? Haiwezekani sasa hivi ni saa 8 usiku mtu ana request ipo makaburini unakuja?" Nikamwambia, "Blaza mimi kwenye maisha yangu waga namwamini sana Mwenyezi Mungu. Mimi asubuhi tu nilipoamka natumiaga dakika 4 dakika 5 kumomba Mwenyezi Mungu. Huaga nasema, Mwenyezi Mungu najikabidhi katika mikono yako. Najua kazi yangu ni ngumu, najua kazi yangu ina changamoto. Kwa hiyo naombaga sana Mungu aniepushe na mabalaa na nuksi na mikosi. Kwa hiyo naamini hata kama wewe usingekuwa mtu mzuri katika kazi yangu, nahisi hata ile request isingekuja kwangu." Yule blaza tu akabaki anashangaa. Niliwafikisha mpaka ile sehemu walipokuwa naenda. Request yao ilisoma kama 7,000 lakini walinipa 15,000 kwa sababu walikuwa wawili. Nikawafikisha nikawaacha, mimi nikarudi kijiweni. Lakini kwenye maisha usitamani sana utajiri wa mtu. Yaani wapo watu wanaishi kupitia viungo vya watu. Hii imeniumiza sana jamani. Yaani kwenye maisha usitamani utajiri wa mtu. Watu wanapitia changamoto nyingi sana kwenye utajiri. Hii imeniumiza sana jamani.